Bwana, huyu msichana wengi mnamjua na mmeshamuona mara kadhaa. Dar es Salaam kuna mabinti wazuri peace kali ziko da. Hazitaki kulima, wanasema ukilima mtoto wa kike kilimo ni cha wanaume. Unaambiaje mabinti? Mimi kwanza naambia waondokane kabisa na hiyo zana ya kwamba kilimo ni cha wanaume, lakini pili wajiunge na issue za kilimo. Kwa sababu tupo walembo tunaendelea na kilimo na maisha mengine yanaendelea. Kumbe una macho matatu? Tunarudi town. Kumbe ni macho matatu kabisa au hizi za nani? Yenyewe? Au cover kuna nyingine macho matatu, nyingine nasema ni macho matatu, kumbe cover. Acha tuone kweli ni macho matatu yenyewe au cover. Yenyewe bwana OG. Ni la test kabisa. Kumbe kweli kilimo jamani wadada. Wadada mnaweza kupata macho matatu kwa kilimo. Hivi vingine mnajipaga tu wakati mgumu wa kutia huruma, kumbe kwa kilimo tu mtu unapata macho matatu. Hongera sana. Katika vitu vyote ulivyofanya vizuri na wasiwasi kuhusiana na hii jezi na tuna dabi kesho, una uhakika gani? Yaani kwa asilimia 99.9 kesho ni lazima Yanga achukue ushindi kwa kishindo. Achana na hii timu nyingine unaoishabikia. Unajua hilo sisi hatutaki kujaziza maneno sana, asije akajaza maji mengi shambani. Unajua kuna wakati usipomsupport wakati yeye muda mwingi anakuwa huku, unaweza kuona akafungulia maji mengi akajaa au akayatoa ya shambani kwa sababu ya ubishi wa timu. Kwa hiyo inashinda hiyo utakayosema, sawa bwana? Alright. So mtu anataka kujua, kwa mfano anataka kuinvest kwenye mambo ya kilimo. Mtu huyu hajawahi kulima kabisa. Na tumeona watu wengi wakijiunga kwenye shamba tour wakija kujifunza hapa. Una neno gani la kuambia watu kuhusiana na shamba tour ambazo tumekuwa tukizifanya, kuja na watu na wanakuja kujifunza kwa habari ya kilimo? Okay, asante. Mimi anaitwa Paulina Mgaya, mtaalamu sana wa mambo ya kilimo, dada yangu kabisa. Yani baada ya mimi anazaliwa huyu hapa. So mkiona nina jeuri ya kulima, mjue ni kwa sababu huyu yupo anakoma hapa kuhakikisha akiharibiki kitu. Wewe unataka kufanya biashara ya mpunga, unataka kufanya biashara ya mchele, unataka kusafirisha kupeleka hapa na hapa, hizi shughuli zote anazimaliza. Umetuambia swala la mbolea za aina mbili zimeshapigwa. Kuna mtu yuko town anatamani kujua hizo mbolea aina mbili ambazo mmeshazipiga sasa hivi kwenye mpunga kama huu ni aina ipi na aina ipi? Okay, tumemwaga mbolea kwa ajili ya otesha, yani kwa maana ya kwamba kuuza mpunga ambao umetoka kuupanda kwa maana ya dapu. Ndio. Yes, baada ya siku 14 sasa tumepiga mbolea mchanganyiko wa aina mbili, SCA na urea. Siku 14 kutoka mlivyopanda? Yes. Ndio mnapiga? Kutoka mbolea moja kuja mbolea ya pili ni siku 14. Okay. Yes. Kwa hiyo baada tu ya kumaliza kupanda, mbolea kwanza kupigwa inaitwa DAP. DAP. Yes. Baada ya siku 14 inayofuata inaitwa? Baada ya siku 14 kutoka ile mbolea ya awali unakuja kupiga mbolea inaitwa urea na SCA mchanganyiko. Mnazichanganya? Yes. Mnazipiga baada ya siku 14? Yes. Kwa hiyo hapo unakuwa umemalizana kicha mbolea, ukutana kuna raundi nyingine? Kuna raundi nyingine ambayo na yenyewe inaenda ndani ya siku 14. Okay. Yes. Safi. Na kwa mfano plot kama hii inakuwa inaeka ngapi? Mama za leo? Njema. Ploti kama hii na ukubwa wa ekari 15. Kwa hiyo kila hili lichumba limoja hili lina eka 15? Ndio. Na kwa wastani mtu ambaye analima ploti moja kama hii baada ya kuvuna anatarajia kupata kama mpunga gunia ngapi? Kulingana na matunzo, lakini kama umefanya issue ya investment nzuri, una uhakika wa kuvuna kuanzia tani ya 40 mpaka tani ya 55. Safi.